Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 20. Neno Mungu linasema ya kwamba enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Mtu wa Mungu, aina ya watu uliamua kuambatana nao wana mchango mkubwa sana kwa moyo mtu wa namna gani. Ukiamua kujizungushia watu wanaoitwa wenye hekima, kuna aina ya watu ambao wanaitwa watu wenye hekima. Hao watu ni watu ambao Mungu anapowasogeza kwenye maisha yako ni kwa ajili ya kukujenga, ni kwa ajili ya kukunoa, ni kwa ajili ya kuhakikisha ile kusudi la kimungu lilo ndani yako linatimia. Lakini kuna type B ya watu ambao wanaitwa wapumbavu. Na Mungu anasema bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Wapumbavu ni watu ambao wameamua kuishi maisha ya ujumla, wameamua kuishi maisha ya kurelax, wameamua kuishi maisha ya kiolela, maisha ya dhambi. Hawajui wapi wanaelekea, hawana picha ya mbele wapi wanatakiwa kuwa. Kwa hiyo aina ya watu hao wapumbavu unatakiwa waweke mbali na wewe. Hao watu wanaweza kukuvuta dhambini, hao watu wanaweza kukuangusha, na kuhakikishia kwamba ukiambatana na watu watano wenye hekima, anayefuata mwenye hekima ni wewe ambaye ni mtu wa sita. Lakini ukiamua kuambatana na wapumbavu watano, mpumbavu wa sita anayefuata ni wewe. Ukiamua kutembea na wazinzi watano, mzinzi wa sita anayefuata ni wewe. Ukiamua kutembea na wambea watano, mbea wa sita anayefuata ni wewe. Bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Amua kujizungushia watu bora ambao wataleta mchango kwenye maisha yako. Kitabu cha Mithali sura ya 1 mstari wa 10. Ndio Mungu anasema ya kwamba mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Kuna aina ya watu ambao wanaitwa wenye dhambi, lengo lao ni kuwarudisha watu gizani, lengo lao ni kuangusha watu kwenye uovu, na nyuma yao yupo shetani ambaye ni baba yao wa uongo. Kazi yao ni kupotosha kweli ya Mungu ili waweze kukudondosha kwenye uovu. Kwa mfano utakuta wewe ni binti ambaye umeamua kumfuata Mungu, umeamua kuishi maisha ya utakatifu, au ni kijana ambaye umeamua kumtegemea Mungu, umeamua kukaa mbali na maisha ya dhambi. Lakini kuna aina ya watu ambao wanaitwa wenye dhambi, kazi yao ni kukushawishi. Utasikia wanaanza kukushawishi, unapata faida gani kukaa kwenye maisha ya wokovu? Angalia sisi tunakula ujana, angalia sisi tunakula maisha mazuri. Wasijue kwamba kesho zao ni mbaya, wasijue kwamba wanapokula ujana leo, kesho yao inawasubiria ambayo itakuwa ya majuto makubwa sana. Kwa hiyo amua kutembea na watu wazuri. Kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1. Na Mungu anasema ya kwamba heri mtu yule, maana amebarikiwa mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia za wakosaji, wala kuketi barazani kwenye mizaa. Ina maana kuna aina mabaraza ambayo yanaitwa mabaraza yenye mizaa. Haya ni mabaraza ya watu wenye midomo michafu, ni mabaraza ya watu ambao hawajaamua kumtumainia Mungu, ni mabaraza ya watu ambao wameamua kuishi maisha ya kawaida. Ndio kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33 nasema ya kwamba msidanganyike, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Ina maana kwenye mabaraza ya watu wenye mizaa, mazungumzo yanayopatikana pale ni mazungumzo mabaya. Utasikia kwamba haiwezekani kushinda dhambi, utasikia kwamba haiwezekani kuwa mtakatifu, utasikia kwamba haiwezekani kushinda zinaa. Vitu vinavyozungumzwa ni vitu vya kawaida ambavyo ni kinyume na neno la Mungu. Sasa haya mazungumzo mabaya, endapo utaamua kujizungushia watu wa kawaida, tegemea kuangamia, tegemea kuharibika. Anasema bali mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Unafanyaje ili uweze kupata watu bora? Amua kumwamini Mungu na kuishi maisha ya haki mbele za Mungu. Anasema kwenye kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 4, anasema kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimika, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Ina maana unahitaji kupata watu wenye hekima waje kwenye maisha yako, usihangaike. Amua kuwa mtu wa haki mbele za Mungu. Amua kuishi maisha ya utakatifu kiasi cha kuupendeza moyo wa Mungu. Na unapompendeza Mungu, anapokupenda, ataanza kukuletea watu bora, watu wenye future, watu wa kukujenga, watu ambao wameamua kukaa upande wa rohoni, watu ambao wameamua kuwa moto kweli kweli, na maisha yako hakika yatapiga hatua kadri Mungu alivyokusudia ufike. Mungu akubariki sana. Ninakutakia wakati mwema. Shalom, shalom. Amen.